Yesu. Baba tunakuabudu, haleluya. Wewe ni Bwana wa mabwana, haleluya tunakuhimidi, haleluya tunakushukuru. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Haleluya tunakuabudu, haleluya tunakuhimidi, oh Bwana tunakutukuza. Wewe ni mwema sana Bwana, wewe ni mwema sana Yesu. Oh, tunalimidi jina lako Yesu. Oh, tunalitukuza jina lako Baba. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema Yesu. Haleluya, unastahili Yesu, unatuonyesha njia iliyo sahihi. Haleluya Bwana, uhimidiwe wewe Yesu, uabudiwe Bwana. Haleluya, oh Bwana. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Asante kwa sababu ya fadhili zako. Wewe ni zaidi ya fahamu zetu, wewe ni zaidi ya akili zetu, wewe ni zaidi ya vile sisi tuonavyo, wewe ni zaidi ya Bwana. Ndio maana tunakuhimidi na kukutukuza asubuhi ya leo. Pokea sifa na uweza, maana wewe ni Bwana, hakuna mwingine aliye na nguvu kama zako Baba. Father, we worship you, we worship your name this morning. Tunakuhimidi, tunakutukuza Bwana, tunakuinua, tunakuhimidi Yesu. Hakuna mwenye mamlaka kama wewe Bwana. Jina lako lipewe sifa, jina lako limidiwe. Umetupa siku nyingine Bwana, ili tukusanyike mbele ya uwepo wako kwa ajili ya kukuabudu na kukutukuza. Pokea sifa kwa neema hii Bwana ambayo umetupa siku ya leo. Tunapoenda kusikiza kutoka kwako Bwana, tunaomba ya kwamba ukaseme pamoja nasi. Tumeshuka chini Bwana, ili wewe ukaweze kuinuliwa.
Jina lako lenye nguvu liabudiwe. Jina lako lenye nguvu lihimidiwe. Hakuna mwenye mamlaka na uweza kama yako. Father, we worship you. Come and have your way in us. Tunapoanza ibada yetu ya kwanza, Bwana, tumeomba ya kwamba nguvu zako, Roho wako Mtakatifu akaandamane pamoja nasi hadi mwisho wa ibada hii. Bwana, tunaomba ya kwamba tuone wema wako, tuone fadhili zako. Baba, tuseme ya kwamba umetubariki. Bariki yule ambaye anatutazama, bariki yule ambaye anatusikiza, pia hao ambao wako hapa ndani. Bwana, pia ukawatende jambo. Ninaposimama kama chombo Bwana ili kulileta neno lako, naomba ya kwamba Bwana ukanitumie ili utukufu wako ukaweze kuonekana. Mbingu na zikashuke mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na uweza, maana Bwana utatutenda mema. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen, 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 amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni wakati mwingine mwema ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametupa siku ya leo ili tukaweze kuungana pamoja katika kumwabudu, kwa sababu peke yake anastahili kuabudiwa na kuinuliwa. Yeye ni Baba yetu na kando na yeye hakuna Mungu mwingine. Muda wetu umeenda sana, na ningependa kuwakaribisha nyote wale ambao mnatutazama, pia wale ambao mnatusikiza, niwaalike katika ibada yetu ya kwanza. Tunawakujia moja kwa moja kutoka kanisa letu la Nyamataro P.A.G, na ningependa tuungane pamoja. Mungu atubariki zote. Amen. Kwa hivyo ningependa tu kuingia kwa neno la Bwana. And leo ningependa tu, I want to speak on the topic that says, come as you are to the throne of mercy. Praise the name of the Lord. Amen. Come as you are to the throne of mercy. Haitaji mambo mengine ndo uokolewe, bali uche tu hivyo chizi ambavyo uko. Mara nyingi watu katika dunia hii tunasukumwa sana na mahitaji yetu. We are forced to chase what is the desire of our hearts. Wakati mwingi tunafanya mambo mengi, tunatumia muda wetu mwingi ili kufurahisha mwili, ili tufurahishe wengine. Hakuna mwenye anataka kubaki nyuma. Kila mtu katika maisha haya, katika dunia hii, anataka kuona ya kwamba ako sawa. Unapoangalia mwingine unaona amefanikiwa, pia unataka kufanikiwa. Hautaki kujua njia alifanya mpaka akafika mahali ambapo amefika. So you want to reach there. The pressure of this world inakusukuma mpaka unafanya mambo ambayo kama binadamu ungeweza kuyafanya. The pressure of this world, it only satisfies the flesh. Hiyo tu ndo inaweza fanya. So unaweza ungangane bora tu uitishe moyo wako. Unaweza fanya hata dhambi ili ufurahishe moyo wako, ili mwili uone ya kwamba umeridhika. But this morning I want to encourage you. I want to tell you that you are wrong. Uko vibaya.
Haufai kufanya lolote lile ili ufurahishe mwili. Haufai kufanya lolote lile ili ufurahishe watu wengine. Tunaye mmoja ambaye kwa mambo yote inapaswa tumfurahishe, ambaye ni Bwana Yesu Kristo na Mungu wetu. Yeye tukikuja jinsi ambavyo tulivyo katika kiti chake cha rehema, anatupa upendo, anatupa amani, anatupa na furaha. So this morning is calling upon us. He wants us to come to draw nigh unto the throne of mercy, ili ya kwamba akaweze kutuonea huruma, ili ya kwamba akaweze kutuinua kwa viwango vingine. Jinsi ambavyo ulivyo haijatosha. Hata ukiangalia maisha yako, iwe ya kwamba anakuja leo kuchukua kanisa, sijui ya kwamba utapata nafasi ya kwenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapoangalia katika familia yenu, ukiulizwa ya kwamba ni nani ataenda mbinguni kwenyu, ukipewa karatasi uandike wale ambao unafikiria wataweza kwenda mbinguni. Unaangalia wazazi wako, unaona hawa, sioni ya kwamba unaangalia ndugu zako wote, unaona matendo yao vile yako, unaona ya kwamba hawa hawawezi ingia. Pia wewe mwenyewe unapojiangalia, unapojifikiria, hata matendo yako tu yale ya asili, hata jina lako huenda hutaliandika, haujiamini kama unaweza ingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo anatuita Bwana wetu, anataka tukuje hivyo ambavyo tulivyo. Haleluya. Amen. Kumbuka ya kwamba yeye alikuja kuokoa ulimwengu. When you read in the book of John, chapter number 3 and verse 16, the Bible says, for the Lord so loved the world that he gave his only begotten Son, for whoever believes in him shall not perish, but have eternal life, and have it in abundance. John 3:16. Yeah. Naki nyasaye ayanchetense yeah goikakarwa omwana oyo momoima yes elinde monto nde bwensi oyo mwegenire tasira kolinda nyoro bogima bwa kale na kale. Amen. So that is the mission that he came for. Ekina kiyekora Yesu ajete. Hakukuja kwa wale ambao wamekamilika. Taacheta ase bali bayikirani. Hakukuja kwa wale ambao wanajiinua. Taacheta ase bali bakuyimukira. The Bible is saying he came so that whoever believes in him shall not perish. So it doesn't matter who is this that believes in him. Kuna wale ambao tunahukumu, tunaona ya kwamba hawawezi ingia hata katika huo ufalme. Kuna wale ambao tunahukumu tunapoangalia matendo yao ya kale, tunaona hawafai kusimama hata katika madhabahu. Unapoangalia hata matendo yao ya jana, hauwaoni kuwa kitu mbele za Bwana. That is why the Lord is calling us. That is why our God is calling everyone. Achawi wale ambao anawaita. He is calling up for everyone who will hear the call and they draw nigh unto the throne of grace, so that he may obtain favor from the Lord. So this morning
asige mambie hata we mwenyewe unapojioji nonya naye kero kweli unaona ya kwamba sifai hata kusimama mbele za watu. Unaona ya kwamba sifai hata kuingia kanisani. Umeng'ang'ana sana ili kubadilisha hata mienendo yako ili njia zako zimfane Bwana. Imekuchukua muda. But the Lord is calling upon you this morning. Yeye sio kama binadamu. Hakuangalii jinsi ambavyo watu wengine wanakuangalia. Yeye hakuhukumu jinsi ambavyo watu wengine wanavyokuhukumu. Kumbuka yeye ni mwingi wa rehema. Rehema zake zinatosha siku baada ya nyingine. Kwa hivyo asubuhi ya leo anakuita Bwana. Anataka uje jinsi ambavyo ulivyo. Anachohitaji ni moyo wako. Hallelujah. Amen. Watu wengine wanapoangalia matendo yako ya kale, the Lord is looking into your heart. Watu wengine wanapokuhukumu na ubaya wa jana, Bwana yeye ameangalia jinsi ambavyo umekuja katika mbele zake. So the pressure of this world will make you perish. So mbona unapenda yani, there is a verse here Paul is asking the church like, what will it benefit you to own the whole world but lose the gift of life? Haina maana. Bwana Yesu asifiwe. Haina maana kuitwa majina makubwa. Haina maana mtu kukua katika dhambi mpaka watu wanakuogopa. Unajua kuna watu wanafanya dhambi mpaka watu wengine wanawaogopa. Mtu ni msengenyaji kabisa mpaka watu wanakuona wanasema mtu ni mchawi mpaka watu hawataki kukuona. But this morning I have come with this word from the Lord. The Lord is calling upon you. He is calling upon you. He admires your soul. That is why he is saying, come the way that you are to the throne of grace, so that you may obtain favor, so that you may find joy, so that he may give you long life. According to John chapter 3, the Bible says that whoever that believes and comes the way that he is to the Lord, that person will get life. Not only life, but everlasting one. So come the way that you are. Watu wanaweza kukuona ya kwamba utoshi. Watu wanaweza kuona ya kwamba wewe ni bure tu hata unapoonekana. Come the way that you are. Ni nani anajua mipango ya Mungu juu ya maisha yako? Watu wanaweza kuona ya kwamba wewe umechelewa, umepitwa na wakati. Ni nani anajua mawazo ya Mungu juu ya maisha yako? Draw nigh unto his throne of grace. Test him. Mujaribu Bwana. Tell him, God, I'm here according to your call. That whoever that hears your voice and comes to you the way that he hears, and they see what he will do to you. When you read in the book of Ezekiel, chapter number 19 verse 23, and this is what the Bible says. Yeah, it says, "Have I any pressure in the death of the wicked, says the Lord God, and not rather than he should return
from his ways and live. Ezekiel 19:23 Yeah. aya naro monene Nyasaye akoboria ine aye nigo kagetenga inche nigo ingokirie nogokwa kwa mokori amabe yaya nigo nganetio mokori amabe aonchoke atige enchera yaye. Yeah, praise the Lord. Abe moyo. Praise God. Amen. So the Lord is not pleased. Asigo Nyasaye talikogoki. Bwana afurahishwi kabisa. Nyasaye talikogoki gupi. Mbingu haziwezi keti hivi sifurahie. Igorotego ikaransa yego. Wakati mtu anatenda dhambi mpaka anakufa ndani ya dhambi. Ekero monto akokore bibego ikokwa kana. Mungu mwenyewe amekataa. Omonyana Nyasaye omonyana bwangi. So hafurahi kabisa. Asigo talikogoki wapi. Wazazi wengine wanapoona mtoto wake anafanya vibaya. Omanyeta baiboli bande karobako bana baba karabobe. Wengine anaweza murahani kabisa kwa sababu anaona anamharibia jina. Abande nabo bakubaragereria pi egeko garanko basareli bareli. Wanamwambia nenda ukufie mbali. Bado waraba tebinga gendo kuera. Uletwe hapa kama umekufa. Mimi nimeshuhudia mtu akirahani mtoto wake tu. Oira naye karogwa kule nje na roli buno montago tebio monto. Anamunenea maneno mabaya ya laana. Kwa nero mwana mangana mabe. Anamwambia uliwe kule umasaini. Oruoroma tebinga ukanyawe na gari barabarani. Otachune gari para. Kwa sababu ya shida ama kukorofishana ama mambo mengine yale ya familia. Asenge nchia mangana ye kifamilia makama. Lakini inapofika kwa Mungu. Kulenda karego ikarasa Nyasaye. The Bible says ya kwamba God is not pleased with the death of an righteous person. When the wicked dies in their wickedness, inakuaga Bwana anasema ya kwamba ningelifurahia kuona watu wakiacha tabia zao mbaya, wageuke kutoka kwa njia zao mbaya ili wapate uzima. Praise the name of the Lord. Amen. So what God wants to give us is eternal life. Remember, He is seated on the throne of mercy. From those days up to now, He is seated at the throne of mercy. He is calling upon us this morning. He wants to give us rest. According to Matthew chapter number 11 verse 28. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Bwana ametuita atupe pumziko. Wale ambao hatuna amani, the Lord is calling us to give us peace. Wale ambao ni wanyonge, the Lord is calling us to strengthen us. Wale ambao tunachukiwa na kukataliwa, the Lord has called us so that He can honor us. Hallelujah. Amen. Watu wanaweza kutokuheshimu. But the Lord God He doesn't want to see us like other people. That is why He is calling upon you and me. He says, come, draw nigh unto my throne of grace, and I will show you how much I love you. So si hasara. Wakati mwingine unaweza kuwa unamtarajia Bwana kwa mambo mengine. Unakuja unaomba, ukitoka hapa machungu yanaongezeka, mateso yanaongezeka, mpaka unachagua ya kwamba I don't want to be associated with this God. But I want to encourage you that the Lord is calling upon you. That the Lord is calling upon you.
He wants to bless you. He wants to elevate you. He wants to promote you. You come the way that you are. Wenda matendo yako ya jana, matendo yako ya juzi, hata yale ya kale hayafai. Hata unapojihukumu mwenyewe unaona ya kwamba haufai kusimama. But the Lord is calling you the way that you are. Unaposoma hiyo tulisoma chapter number 3 verse 18. I want to read it. John chapter number 3 verse 17. And this is what the Bible says. Or is it? Is yeah, and this one is saying, for God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. Amen. Praise God. Amina. Hapa Biblia inasema ya kwamba Mungu hakumtuma mwanawe ili akuje kuhukumu ulimwengu, but alimtuma ili kupitia kwake ulimwengu kapate kuokolewa. Wale waliodharauliwa, wale ambao walikuwa wanahukumiwa na watu wengine, wapate kuachiliwa, wapate kukombolewa, wapate kuepuka ile hukumu ambayo walikuwa wanahukumiwa. So, the Lord does not see you as other people sees you. He came so that through him you might be saved. Praise God. Amen. So in Ezekiel chapter number 33 verse 11. Remember Ezekiel chapter number 19, chapter number 18 verse 23. Imetuambia ya kwamba Mungu afurahii mtu mwenye dhambi anapokufa, bali angependa mwenye dhambi aokoke, aache njia mbaya zake mbaya ili apate uzima. And verse number chapter number 33 verse 11, this is what the Bible says. The Lord is saying, he is telling Ezekiel, like, say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his ways and live. Turn back from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Yeah. Batebinga inchomo nene nyasaye nigongo tebaiga ekene buna inchinde moyo tindikogokero gokwa kwa mokoria mabe. Yes. Orende nigonganetie omokoria mabao nchoke atige enchira ya yembe abe moyo. Asa yonchoka onchoka. Yeah. Motige chinchira chino chimbe. Inwa ba Israel na ase kimoganeti mokwe. Praise the Lord. Amen. He is saying, the Lord is insisting that he doesn't like, he is not pleased when the wicked people dies in the wicked ways. Instead he is saying, turn back from your wicked ways. For why will you die, O house of Israel? So our God is full of mercy. Hata kama tunafanya dhambi, hata kama tunafanya makosa mbele zake, yeye hayaangalii hayo. Anachotaka kwetu is we
come back to him. And that is why he gave me this message. That is why I came up with this word from the Lord. It's high time for us to examine ourselves, examine our hearts, examine our ways. Don't pretend that you are okay. Examine your ways, examine your thoughts, then come back to the Lord, for he is calling unto you this morning. Come to him. He knows how to forgive you. He knows how to delete whatever that you have done. Remember when Paul is saying the book of Romans, that whoever that receives the Lord becomes a new creature. The former things passes away, and the new things begins in his life. Praise God. Amen. So when you draw nigh unto his throne of grace, he forgives your sins. He forgets the former things. And instead, he begins new works in you. So I believe in this God that does new things in our lives. I believe in this God that he forgives and he forgets. I trust this God that doesn't abide in former things. He doesn't dwell in your past life. The Lord who wants to see you changing. The Lord who admires to see you rising. Ombi langu asubuhi ya leo ninapomaliza ni ya kwamba Chiochi mwenyewe acha kuona ya kwamba uko sawa, acha kuchona uko mkamilifu. No, you will die na itakuwa hasara kubwa mbinguni. So come the way that you are to the Lord, because you know your ways. Explain your ways to him. Tell him, God, I've been sinning. Through your word, I come back to you. I surrender to you. My heart is for you. I don't want to die in my wicked ways. I don't want to perish in my ignorance. So kuna watu wanafanya dhambi na wako na kiburi. Wanasema kwamba I'm doing this, kesho nitabadilika. I want to warn you. You don't know tomorrow what it will come with. Hata ujui kama utafika hapo. This is the day. This is the day. This is the hour. This is the time. Bwana anakuhitaji. Kwa hivyo Bwana akutende mema. Kila siku unapoamka, ione kuwa siku njema. Ione kuwa siku tofauti na siku zingine. Mtumainie Bwana. Geuka, achana na njia zako mbaya, so that you can see the kingdom that will never perish. Ningependa tusimame juu tuombe. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba
wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Wewe watupenda, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Tuya Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Amen. Tukiwa katika hiyo hali tumepata neno la Bwana katika asubuhi ya leo linalotuambia kwamba tuende mbele zake Bwana jinsi tulivyo. Wanadamu wanaweza kukuwekea masharti tunapoenda kwao, lakini Bwana anatuhitaji jinsi tulivyo. Yeye anasema kwamba njooni kwangu ninyi mlio na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hivyo katika asubuhi ya leo, mahali popote pale ulipo, Bwana anakuhitaji. Waje tumuendee Bwana. Katika dunia tunaweza kufinywa na mambo mengi, lakini tutakapomwendea Bwana, Bwana atatupa suluhisho na tutapata ushindi mkubwa na jina la Bwana litainuliwa. Nataka kwenda kuomba pamoja na mtu katika asubuhi ya leo anayesema kwamba mtumishi wa Mungu, nataka niende mbele za Bwana jinsi nilivyo, na baadaye nitatoka pale nikiwa nimebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba Mungu, muumba mbingu na nchi, mfalme wa wafalme, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunainama katika kiti chako cha enzi tukikushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu nasi tukiwa watoto wako. Nakushukuru kwa sababu ya neno tumelipata kutoka kwa mtumishi wako ambaye ametuzungumzia. Naomba kwamba ukaweze kumbariki na ukamwongezee mengi kwa ajili ya kazi iliyo mbeleni. Natangaza baraka katika maisha ya mtu hapa ambaye Bwana ameweza kujidunisha, akasema kwamba siwezi kwenda zaidi ya hapa, akasema kwamba siwezi kufaulu, akasema kwamba sina mtu ambaye atanipokelea. Neno lako katika asubuhi ya leo limetuambia kwamba tuje kwako jinsi tulivyo, maana wewe ni Mungu wa msamaha. Wewe ni Mungu ambaye unayetuosha kupitia kwa damu yako. Wewe ni Mungu ambaye unahakikisha kwamba mahali ambapo tuko na makosa umeturekebisha ili tukaweze kufaa katika familia yako. Jina la Baba lipewe sifa na liinue milele yote, maana ni mwema. Walio na shida mbalimbali wasaidie, watatulie. Walio na mateso ambayo Bwana yameweza kuwafinya, ukaweze kuinua mara nyingine. Wale ambao wameishiwa na nguvu, ukawape nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa yote na vyote, maana ni mfalme, na natangaza ushindi wa kila njia. Kila mmoja yule ambaye amesongea kwako hauwezi kumwaibisha kamwe. Bwana, wengi waliokaribia wewe walitoka wakiwa wanacheka, walitoka wakiwa wamebarikiwa na wameponywa magonjwa yao, walitoka wakiwa ukoma imeweza kuwaja, walitoka wafu wao wakiwa wamevuka tena. Katika jina la Yesu wa Nazareti, naomba kwamba katika asubuhi hii ukatembelee mtu, uinue mtu, ukabariki mtu mahali, ili jina la Baba liweze kubarikiwa na kuinuliwa milele yote. Tunasema ni asante kwa yote na vyote, maana ni mfalme mkuu na Mungu mwaminifu. Tunapoendelea na ibada zingine baada ya hii, natangaza kwamba Bwana ukatutende mema, utuonekanie. Tumenyenyekea ili kwamba ukaweze kuinuliwa juu. Bariki wale wote wamechukua muda wao kututazama na hata Bwana kutusikiza. Katika jina la Yesu wa Nazareti, nimetangaza baraka kutoka kwa madhabahu haya. Bwana ukalete mageuzi makubwa katika maisha ya watu wako ambao wameweza kutufuatilia
wasije wakapaki vile walivyokuwa, lakini Bwana ukaweze kuwatenda mambo makubwa, na sifa na utukufu zikurudia milele yote. Asante hata kwa sababu ya sadaka tunaenda kutoa, ukaweze kubariki kila mmoja. Hii ikiwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi wa 3, tunaomba kwamba Bwana uweze kuinuliwa, maana umetubeba kwa mkono wako ulio hodari. Haya ndiyo maombi yetu katika asubuhi ya leo, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Amen. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu ambaye umetusikiza katika asubuhi ya leo. Umetupata moja kwa moja kutoka kanisa letu Nyamataro, na tunaweza kufanya kazi ya Bwana tukiwa karibu na hata mbali. Walio karibu hapa tunaweza leta sadaka zetu hapa mbele, ama inawezekana huko karibu lakini pia unataka kufanya kazi ya Mungu kupitia kwa M-Pesa. Unaweza kuenda kwa M-Pesa, uende lipa na M-Pesa, P.A.G Goods and Services, P.A.G Goods and Services, pay bill, pay bill. Ilete business number 52 25 22. Amen. Hiyo tumebadilisha kidogo, lakini yote ni hiyo ni ya kanisa bado. Itakuwa vizuri na jina la Bwana litabarikiwa. Amen. So Bwana wabariki, Bwana watende mema mnapotoa sadaka zenu na kufanya kazi ya Bwana kuendelea. Tukitoka hapa tunaenda kwa Sunday school, na baadaye tutaingia kwa main service saa 4 kamili. Na leo tuko na mesa ya Bwana, so karibu tuweze kushiriki pamoja. Bwana wabariki. Asanteni sana wale ambao mnaendelea kutoa. Bwana wabariki kabisa, Bwana akawatende mema. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Barikiwa kabisa. Amen. God bless you.